ndoa yako iweze kudumu na ili muweze kwenda pamoja na ili muweze kufanikiwa, lazima kuwe na kitu cha makubaliano. Lazima kuwe na kitu cha agreement. Ili ndoa yenu iweze kudumu, lazima nyewe wawili, number 1, mkubaliane kwamba tunapendana. Number 2, mkubaliane kwamba tunataka kukaa kwenye hii ndoa. Number 3, mkubaliane kwamba tunataka kuishi pamoja na kulea watoto wetu pamoja. Alafu mtafanya makubaliano yanayohusu fedha, mtafanya makubaliano yanayohusu imani, mtafanya makubaliano yanayohusu miradi mnayofanya. Yaani ndoa inaongozwa ama inashikiliwa na nguzo inaitwa makubaliano. Kwa sababu maisha ya watu wawili walioamua kuishi ndani ya ndoa ni maisha ambayo yamejaa makubaliano. Mkishaanza kuishi wawili, it is no longer you, it is now us. It is no longer about you, it is about us. Maamuzi yoyote utakayoyafanya, no matter how small they are, yatawaafect watu wawili. Na yataaffect hata watoto pia mtakaozaa. Kwa kukisha kuwa na kitu cha ndoa, kukisha kuwa na muunganiko wa watu wawili, hakuna tena maisha yako. Huna maisha yako, huna. Kama unataka kuwa na maisha yako, usiingie kwenye ndoa. What? Kama unataka kuishi unavyotaka, usiingie kwenye ndoa. Kama unataka uende unavyotaka na hakuna mtu mwingine asikuuliza umeenda wapi, umelala wapi, kwa nini umevaa hiyo shati, usiingie kwenye ndoa. Kuna nguo siwezi kuvaa hata kama anazipenda kwa sababu apostol hataki. Kama unataka maisha ya peke yako, kama hutaki kuulizwa uko wapi, kama hutaki kuulizwa huyo aliyepiga ni nani, usiingie kwenye ndoa. Kwa sababu lazima tukuulize. Lazima tukuulize. Kama hutaki kuulizwa umekula wapi, usiingie kwenye ndoa. Kama bado una simu yako, usiingie kwenye ndoa. Hakuna simu yako, ni simu yetu. Ni yetu. Haleluya. Kwa hiyo kwenye ndoa, watu wa Mungu, ili muweze kudumu, lazima nguzo inaitwa agreement. Lazima nguzo inaitwa makubaliano iwepo. Na iwe ni kati ya nguzo muhimu zilizojenga na zinazoshikilia nyumba yenu na ndoa yenu. Kama hakuna makubaliano, hamwezi kwenda. Kama hakuna kukubaliana, hamwezi kudumu. Hamwezi. Makubaliano ni kitu gani? What is agreement? Makubaliano ni kitu gani? Number 1, makubaliano ni kuweka patano kwa lengo moja au kufikia lengo lililo sawa. Makubaliano ni kuweka patano kulifikia lengo moja au kulifikia lengo lililo sawa. Yaani ni sawa hilo lengo kwako na ni sawa kwa mwenzio. Kwa tunaposema tumekubaliana, manake tumeweka patano ya kufikia lengo moja au kulitimiza lengo moja. Number 2, makubaliano ni kuwa na kauli moja. Makubaliano ni kuwa na kauli moja. Number 3, makubaliano ni kufanya maridhiano. Number 1, makubaliano ni kuweka patano. Number 2, makubaliano ni kuwa na kauli moja. Number 3, makubaliano ni kufanya maridhiano. Number 4, makubaliano ni kufikia mwafaka mmoja. Na number 5, makubaliano ni kukubaliana to obey the same rules, kutii sheria moja. Number 1, makubaliano ni kuweka patano kwa ajili ya kutimiza lengo moja mlilokubaliana. Number 2, makubaliano ni kuwa na kauli moja. Number 3, makubaliano ni kufanya maridhiano. Number 4, makubaliano ni kufikia mwafaka mmoja. Na number 5, makubaliano ni utii wa same rules. Hallelujah. Sasa eneo la makubaliano ni eneo lenye nguvu kiasi kwamba
Kama hamna makubaliano, uhai au mauti ya ndoa yako inaamuliwa na makubaliano yenu, inaamuliwa na eneo la makubaliano. Eneo la makubaliano ni eneo nyeti na eneo lenye nguvu kiasi kwamba makubaliano yanaweza kuamua kama ndoa yako itadumu au haitadumu. Ndoa nyingi ambazo zimevunjika leo ni kwa sababu wanandoa wenyewe walishindwa tu kukubaliana kwenye vitu fulani fulani. Walishindwa kufikia mwafaka. Walishindwa kufikia au kufanya maridhiano. Walishindwa kupatana kwenye vitu fulani. Kwa hiyo eneo la makubaliano ni eneo nyeti sana ambalo kama lisipokuwa handled vizuri linaweza kabisa kuamua uhai au mauti ya ndoa yenu. Uwezo wenu wa kukubaliana au kutokukubaliana utaamua kama ndoa yenu inadumu au ndoa yenu inavunjika. Kukubaliana kwenye maeneo mbalimbali, kukubaliana kwenye malezi ya watoto, kukubaliana kwenye matumizi ya fedha, kukubaliana kwenye tendo la ndoa, kukubaliana kwenye eneo la imani. Kama eneo la makubaliano likipigwa, eneo la mapatano likipigwa, eneo la maridhiano likipigwa, uhai wa ndoa yenu unapigwa. Mauti inaweza ikaingia kwenye ndoa yenu kama eneo la makubaliano halijakaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema amina kama unanielewa. Sasa shetani akitaka kuvuruga wanandoa, anachofanya cha kwanza na kirahisi kabisa, anapiga eneo la makubaliano. Watu wanaokubaliana au watu wanaoishi kwenye mapatano ni watu ambao hawajagawanyika. Ni watu wenye kauli moja. Ni watu ambao la mume wangu ni la kwangu na la kwangu ni la mume wangu. Kwa hiyo shetani akitaka kuvuruga ndoa, eneo la kwanza analopiga ni eneo la agreement. Eneo la kwanza analopiga ni eneo la makubaliano, na atakachofanya ataleta mgawanyiko, kwa sababu kinyume cha makubaliano ni kutokukubaliana, ni kugawanyika. Huyu anasema A, huyu anasema B. Huyu anasema kusini, huyu anasema kaskazini. Huyu anasema inawezekana, huyu anasema haiwezekani. Huyu anasema tunajenga, huyu anasema hatujengi. Huyu anasema ndoa ni mke mmoja na mume mmoja, huyu anasema mke mmoja, kwani ni mama yako huyo? No. Huyu anasema watoto wawili, huyu anasema watoto wawili hawanitoshi, kama wewe uzai na za nje. Kuna kaukweli hapo. Eneo la makubaliano. Kwa hiyo shetani akitaka kuipiga ndoa yako, akitaka kuvuruga familia yako, eneo la kwanza analopiga ni uwezo wenu wa kukubaliana. Eneo la kwanza analogusa ni uwezo wenu wa kuwa na agreement. Na anachofanya sasa, anawagawa. Shetani anatumia sana ile principle tunaiita divide and rule. In order for him to be able to rule your house, he will divide you. Atawakata katikati. Huyu anaya kwake na huyu anaya kwake. Huyu anawaza ya kwake na huyu anawaza. Hakuna makubaliano, hakuna agreement. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani anajua nguvu ya makubaliano. Na anajua nyumba ambayo watu wawili wamekubaliana na wameshikana haiwezi kuvunjika. Na ndio maana hata Biblia inasema kamba iliyoshikanishwa mara tatu haikatiki kirahisi. Kushikanishwa mara tatu manake ni mume mke pamoja na Mungu. Hiyo ni kamba ya nyuzi tatu, ikishikanishwa pamoja namna hii huwezi kuwavunja. Huwezi kuvunja hiyo nyumba. Kwa hiyo shetani akitaka kuvuruga familia, anachofanya ni hiyo kamba ya nyuzi tatu, anatenga zile nyuzi. Nyuzi ya kwanza anatupa huku, nyuzi nyingine anatupa huku, na Mungu anamtoa hapo katikati. Lakini ili msivunjike, lazima hizo kamba za nyuzi tatu ziungane pamoja. Hallelujah. Oh yes.